nimtambulishe Edna ambaye amepata cheti cha degree kutoka kule ng'ambo. Kwa hivyo wapi shangwe? Edna msichana wetu, Edna tunayempenda Daima, Edna wetu tunayempenda daima. Sherekea Edna msichana wetu mwerevu, Edna tunayempenda Daima. Nini? Kuna nini? Chapika Makubwa haya. Kemenga. Yaani makubwa haya. ana mimba. Alikuwa na kasi sasa. Ndio nimefanya mtihani. Edna. Ndio baba. Of all the people, sikujua ungenitia aibu hivi. Ona sasa. Leo kitaeleweka. Baba nisamehe. Sherekea. Makubwa haya. Alikuwa anajua ana mimba. Nitafanya lipi sasa? Sina matumaini hata. Umenikasirisha. So nitafanya twende kwa nyumba, leo kitaeleweka. Mlinzi! Yes. Mlinzi! Kwani mlinzi asikii? Umekuwa wapi? Niko hapa. Hivi kazi yako wewe ni kuzurura tu. Siku zurura mkubwa, niko kwa gate saa. Kwa hivyo kuna huyu kijana ambaye anasumbua sana hiki kijiji. Chief huyo msimjui mkijana. Kijana wa mzee Nyamalo. Kijana hivi mkonde hivi. Ndio huyo. Huyu kijana anasikia anasumbua wasichana na inaaminika tunasema ya kwamba mtu yoyote anayesumbua wasichana katika hiki kijiji lazima apate adhabu. Yes. Kwa hivyo nitafutie kijana kwa sekunde 10 zijazo. Yes, kwa. Ondoka! Mbona walinzi wanakaa hivi? Nisikie kitu chochote kimetendeka kwa hiki kijiji na hamuko utajua mjui. Unasikia? Yes sir. Malaika. Mungu umesikia maombi yangu. Hatimaye leo umenitumia malaika. Malaika ni wewe. Mimi unanijua? Malaika. Achana Sio hivi malaika bwana. Mbona Mungu amekushusha uje hapa kwa ajili yangu tena unanigeuka? Wewe kawaida yako ni kusumbua wasichana wa hiki kijiji. Tafadhali niondoke. Malaika usiwe hivi bwana. Achana mimi usinishike. Umesikia? Kaka ndo ule kijana. Ule kijana ndo ule anasumbua kiki ule. Ule anasumbua kiki na gani ndo alipea dola mimba. Yaani kwangu malaika usiwe hivi. Kaka, nakupeleka kwa chief. Niache. Achana mimi. Kijana, kuja huko. Kuja huko. Kuja hapa. Waende kwa mbuga. Kwa hivyo katika kijiji hiki mimi ndio mkuu na wewe umesumbua sana. Siku za mwizi ni 40 na yako imefika leo. Unatufanyisha kazi isiyo na malipo. Mlinzi wangu mkuu na uishi milele. Adhabu gani tumpe mtu huyu? Huyu kijana achimbe kisima 5 katika hiki kijiji. Ya mkuu yeye haiwezi bwana. Kuna kupinga, unachimba visima. Visima ni 5. Na waheshimu sana washauri wangu. Adhabu yako ni kuchimba visima 5 katika hiki kijiji. Na kesi hii imeisha. Mpelekeni korokoroni. Kabisa twende. Amka. Beba mtoto. Edna. Naam baba. Edna. Naam baba. Umenifika kwenye koo. Umeniaibisha, imetosha. Tunaenda sahi kwa chief. Baba nisamehe. Twende. Baba nisamehe. Huruma kila siku. Peleka kwa chief. Baba nisamehe. Twende. Wewe umezoea hapa msamaha kila siku. Wewe waniudhi kabisa. Omwami. Mzee, una nini?
Kuna nini? Kuna nini mkubwa wangu? Mwami, inaonekana hili jambo ni la kuhuzunisha sana. Hivyo sasa. Lipi la kuudhi hilo? Huyu mwanangu hapa. Huyu mtoto yuko mjamzito. Naona hiyo ni ujauzito kabisa. Umeona? Hiyo ni ujauzito. Nimekasirika na hili jambo. Lazima likuudhi. Na mimi nataka adhabu ishuke kwa huyo mtu ambaye amefanyia mwanangu jambo hili. Hapo kwa adabu siwezi nikatoa nikiwa peke yangu. Acha nikaita washauri wangu ili wanipe ushauri. Washauri? Naam. Ngoja. Lakini hili jambo ni la kuhuzunisha sana. Walai omwami, usiposhusha adhabu na kuachia huyu mtoto hapa ukae na yeye. Acha tusikie washauri wangu wanasema vipi. Songea, unaweza songea mshauri wangu. Songa hapa. Kwa jambo kama hili la kututia aibu katika kijiji chetu, wanishauri aje? Mheshimiwa. Naam, zungumza. Jana yeyote ambaye amehusika na kitendo cha kupea msichana huyu mimba, naomba aweze kutolewa sehemu zake za siri. Hapo sasa. Uone kama hilo litatuponza. Mshauri wangu unasemaje? Ningependa kuambia hivi, naunga mwenzangu 100% huyu akatwe sehemu zake za siri. Ni kama nyinyi mnataka kuwaponza wanakijiji. Akatwe sehemu zake za siri. Kubwa, tukifanya tendo kama hilo, tutakuwa tumeweka mpaka kwa vijana wengine ambao wanaweza kuwa na tabia kuweza pia kupea visichana mimba waweze kuogopa. Ushauri wenu umesikika. Kwa hivyo, kulingana na ushauri babake Edna, naomba ya kwamba unipe muda nitafikiria, kwa sababu tukikata wanakijiji sehemu zao za siri ni kama kuangamiza. Kwa hivyo nipe muda. Unanikasirisha sasa. Nikupe muda upi? Muda ndio huu sasa. Usipoutumia huu hautapata muda mwingine. Mimi nakwambia hivi, na hili ni ombi. Babake Edna, nakuomba kwa heshima yako kuu, nipe muda tafikiria. Usiposhusha adabu kwa huyo mtu ambaye amefanya tendo hilo, nami nakuachia huyu mtoto. Na muacha hapa ukae na yeye. Naam, nimekataa. Nenda na yeye. Ni mwanao. Nakuacha hapa. Mwanangu vipi? Wewe adabu hutaki kushusha. Nitaishi na yeye vipi? Kwa hivyo nitafikiria. Sitaki ufikirie, uishi na yeye milele. Yaonekana mzee ana hasira. Na wewe mbona ukafanya hili? Mbona? Washauri? Mashauri yenu nimeyasikia, lakini acha niweke katika mawazo yangu. Nitafikiria. Chifu. Naam, kuna dharura? Njoo. Waniita tena? Njoo tuongee. Lipi hili la kuniita leo? Naam, niambie. Tufanye aje? Najua. Lakini hii mimba lazima utoe. Sitoi. Na kwanza utajukumika. Nimetaka kuita wazazi wangu na wazee wa mtaa wajue hili jambo. Ngoja. Usiwe wa hasira. Hii mambo ni pole mwanangu. Ulienjoy. Kwa hivyo sisi tunaifanya pole. Umenitilia aibu. Baba amenifukuza nyumbani. Wataka nifanye nini? Suluhisho ni kutoa. Mwanangu, suluhisho ni kutoa mimba. Utajukumika chifu. Sijitiwa aibu. Chifu. Mimi chifu wa kijiji hiki sijaitiwa aibu. Utakuwa nani ama utakuwa wa kwanza? Toa hiyo mimba. Mimba utawajibika. Unanisikuma mimi chifu wa kijiji hiki? Tutajua kati ya wewe na mimi nani bingwa. Nimesema mimba utatoa. Na mimba sitoi. Mimba utatoa. Chifu, mimba sitoi. Katika shida sasa hii ni nini? Nitafanya nini? Bwana chifu, kuna tatizo? Hamna tatizo, kuko salama. Kwa nini mnaona tatizo? Mbona moyo wako wadunda kama unataka kupasuka? Kuko salama wanangu. Washauri, mambo iko sawa. Kwa nini nilikuwa nakusikia ukitaja jina mimba sana? Mimba imekosa nini? Mimba? Kwani mtu haizipiga maombi? Unajua. Nilikuwa napiga dua mwanangu, nilikuwa napiga dua. Bwana chifu, unajua mambo kama haya tunaongea wanaume kwa wanaume. Tumesikia ukitaja mambo na mimba na huyu msichana. Nimewaambia nilikuwa napiga dua, kwani hamtaki kusikia?